ametulia kidogo. Afu kwenye story anasema ya usiku nao unakuja haraka ujue kuna kitu ambacho anakwenda kukutana nacho. Misengere inamgoja. Sasa wakati huo umemwonyesha sofa, umemwonyesha godoro, umemwonyesha na kitanda kizuri, alafu yeye ndani amechukia, alafu ni mbaya. Sikiliza, umpati wewe mwanaume. Umpati, sema amina. Amen. Umpati. Unashangaa mume ghafla amebadilika, anasema sofa hii nataka nikabadilishe leo. Asa nina deni. Wamepeleka madeni kwa mtu ambaye alikuwa hajawahi kuwa na madeni. Nina deni. Marango ya nini? Lazima uyakomeshe. Amen. Nitayakomeshaje? Nimekwambia tunayakomesha kupitia damu. Tunayakomesha kupitia damu. Nimenunua uwanja wangu. Cha kwanza, ripoti ya kwanza. Kuhani wangu yuko wapi? Maana aliomba kwa sababu ili tufanikiwe. Baba, nimekuja namtukuza Bwana. Nimekuja nimepata uwanja Baba, nimepata uwanja. Ameweka agano mtoto. Mchungaji siku zote anataka watoto wake wote wafanikiwe. Hakuna mchungaji anachukia mafanikio yako, huyo mchawi. Tena hama hilo kanisa. Hama. Kwa sababu siri ya mchungaji ni kuona watoto wake wanabarikiwa. Nikiona Ibrahimu anaendesha gari, anajenga nyumba, ana mashamba, ana ofisi, nasema Bwana jina lako litukuzwe. Wewe ndiye Bwana ambaye ninakuhubiri hapa. Wewe ndiye Bwana ambaye natamani Mungu ongezeke kwake. Kwa sababu huyu hawezi kumwacha Bwana. Kuna vitu vinasababishaga sisi tukamkosa Mungu kwa haraka. Sio kama unanipenda. Sio kama utanipenda hapa. Nataka niongee kitu kimoja. Utanipenda tu, sema amina. Sema amina. Kuna vitu vinavyosababisha sisi tumuingize shetani kwa haraka. Sema Sema cha kwanza. Uchumi. Uchumi ukikaba unaweza kujichomeka hata mahali ambapo sio pa kujichomeka. Malango ya uchumi yakifungwa, unaweza kwenda kuomba msaada mpaka kwa aliyefunga. Kabisa. Jana nakuchukia wewe unakuja na mambo tu kama deni. Sasa kama yuko madeni ni sababu. Baba nisaidie. Nini? Napeleka mtilio kabisa ili aone mzigo ulio nao. Siku hizi hatujapeleka chochote. Sasa mama watu anafikiria sasa nimelikomesha. Si tayari nimeshinasa ninachokifanya. Anaingia kule ndani. Anaingiza mfukoni. Unaacha ya kwenye gari hapa singine. Anasema we hela. Amekuja yule ambaye nilikuwa nimemshtakia kwa wewe miungu. Kwa sababu kila kitu ni agano. Sisi tunatoa sadaka hizi na wachawi nao wanaenda kutoa pesa hizi. Hizi pesa nazituma sasa zikalete magonjwa. Na kutuma amejileta mwenyewe. Bwana wao ana kitisho. Ana mikwala. Kule pesa zinapatikana hata zile. Na kutuma kalete mchomi. Vuta ndoa. Yuko chumbani. Wewe sasa umekazana unasema yani anapotokea pale mlangoni. Unasema Mungu anasema sasa hii hapa ikakusaidia. Ujitahidi. Tukubariki. Barikiwa na Mungu wapi? Wapi Mungu huyo? Hapo Mungu huyo. Ubarikiwe mtumishi. Mungu akubariki. Asante. Wewe kama singekuwa wewe mimi sasa hivi kwende kwaje? Sikiliza. Mtumaini Mungu wako. Mungu akupe macho ya kiroho. Sikwambii uhame kwenye eneo ulilojenga. Nachotaka uanze kuweka agano vizuri, kwa sababu ulianza vibaya. Mungu amejifunua kwako siku ya leo ili utengeneze misingi yako vizuri, ili adui zako wanapokuja wakute kuna moto. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa sababu miji hii tunayoishi hatukuanzisha sisi. Mtu mmoja nimwambia unakataa kuokoka. Hivi kwani ulikuja na nini? Chenye ulikuja nacho. Ukuja na kakijiti kokote. Au kuja na uchawi wowote.
haukuja na kipande kokote, alafu nakata koko. Unategemea kinini kitakulinda? Akasema ila hapo sasa. Sema nini? Njia ya kufanya kibaraka. Simanwanyo. Hiki kinachowaambia nilifanya. Mungu ameniambia sasa badilisha nini? Nchi. Akasema nenda njia panda kote. Nikasema muda gani Mungu ya kuenda kubadilisha madhabahu lishi ili huku kwanza kuzaa watu wajue agano lako. Kulikuwa na poli moja ganjo moja kubwa sana, wanasali pale, miungu yote ya Mbeya nilienda kuabudia pale. Akanambia saa 6 usiku utatoka, asubuhi usiku utakwenda kila njia panda, utachota udongo kwenye njia panda, alafu kichota udongo kwenye njia panda, kwa sababu nao pia huwa wanachukuaga hivyo vitu kutekea watu. Komboa njia panda yako. Ikawa muziki. Bahati nzuri akaja rafiki yangu mmoja anaitwa Zaidi, yuko pale Kikondo Petro, Pastor Petro yuko pale Kikondo Shapo. Amekuja kwangu kunisalimia. Ni rafiki yangu sana. Amefika pale. Nikamwambia, "Best, nimepewa kazi mwenzio ngumu ya kuzunguka kila njia panda kwenye mji huu." Akasema, sasa haina shida. Mimi na mama tutachochea moto hapa, wewe nenda." Nikamwambia mama, nipe lamu. Miaka hiyo hapo zipo. Nikachukua lamu, nikaanza njia panda kwa jina la Yesu, na komboa halisi. Yetanchi na iweka wakfu mikononi mwako. Na dumbukiza udongo kwa jina. Nilizunguka nafika njia panda moja saa 7 usiku. Na kwa nini? Sio tano. Nilimkuta baba mmoja kama alivyo amekaa katikati ya njia panda. Amegana. Sio rahisi. Amegana. Na mimi natakiwa nikachote udongo pale. Ungekuwa ungefanya nini? Na mtu hapa amesema, hapo ningeahirisha. Nikaganda namna hii.